Huyu mrembo anaitwa Isabella, ameolewa na mwamba fulani hivi anaitwa Mark, aliyependa sana kumnyanyasa mke wake. Kwa upande wa Mark, ugomvi na usaliti ni sawa na mbuzi anayetafuna karanga. Haikuishia hapo, Mark alikuwa anapenda mapenzi ya lazima, yaani kumforce mke wake. Kama inavyofahamika, kila mwanamke anatafuta sehemu ya kutuliza moyo. Basi Isabella akakimbilia kwa daktari, Dr. Chris. Huyu alikuwa ni mshauri wa familia. Bwana Isabella akazama naye huku akimwambia Chris, usiwaze, huu ndio usiku bora maishani mwangu. Inakuwaje mshauri wa familia analala na mke wa bosi wake? Basi ilikuwa ni siku ya furaha. Mark yuko na rafiki zake, walikuwa wanasifia sana ndoa yake, na haikuishia hapo, walionea wivu na kuizungumzia sana kwamba bwana, uko na ndoa bora kabisa. Kipindi mazungumzo yanaendelea, Isabella anakuja na karatasi, anamkabidhi mume wake. Anitazama kwa makini, amini macho yake, ilikuwa ni karatasi ya kuvunja ndoa, yani divorce paper. Kila mtu anapigwa butwa. Ndoa yenye furaha inafikiaje hapa? Tasha, rafiki yake na Isabella, akaingilia kati, kabidi amvute rafiki yake pembeni ili wazungumze nini ambacho kinamfanya anataka kumwacha mume wake, huku akijifuta kwa magoti. Mark akimwomba mke wake, na kuomba mke wangu, na kuomba Isabella, naomba tubaki pamoja, usiniache katika hali kama hii. Ila Isabella hakuonekana kumsikiliza mume wake, alikuwa amekasirika kweli kweli. Mwamba anaendelea kuomba msamaha. Marafiki wanasikitika, chozi linamdondoka kidume. Ikawa ni muda usiku sana, Tasha na rafiki yake ikabidi waondoke. Ni ile wameondoka tu, mama Isabella akasema ngoja niendelee na mambo yangu, akawa anaingia ndani. Mara ghafla kuna mlango unapigwa kwa spidi. Isabella! What is the meaning of that nonsense? You know exactly what... Hiyo ndo nature ya Mark mwenyewe. Pale ambapo anakuta hamna watu, anapenda kumfokea mke wake, anamwambia unakuja unanaibisha mbele ya wageni, una kiti mamu wewe, unaleta makaratasi yako eti unataka tuachane, yani wewe uniache mimi, hivi kichwa yako ina akili wewe? Isabella akaanza kupiga makofi huku akimwambia hongera, hiyo tabia yako wewe ndivyo hivyo ulivyo sasa. So unajifanya mbele ya wageni kwamba ni mtu mpole, wewe ni mnyama. Nisikilize mama watoto, nisikilize. Kwenye nyumba ung'oki na utoki kwenye nyumba, unanisikia? Hasa ile mikaratasi yako ambayo umeleta hapa, nenda ukaichukue uende ukapashie mbege ya watoto, unanisikia? Baada ya kumjaza upepo mama la mama, Mark akimbia kuja kwa mtaalamu wa mapenzi na mahusiano. Huyu mwamba anaitwa Dr. Chris, na kazi yake kubwa ni kushauri ndoa ambazo zimeshindikana. Mark anajieleza, anasema anampenda sana mke wake, ila mke wake ghafla tu amebadilika, tabia zake zimeanza kuwa mbaya, hataki ndoa, anakuja na mambo ajabu nyumbani, yaani hata makatiko ya usiku anipatii. Baada ya kusikia hivyo, sasa Chris akamwambia, mke wako sasa yuko wapi mzee baba ambao huja naye hapa? La mama nimemwacha nyumbani atengeneza mtori. Atengeneza mtori vipi sana na mbege? Mbege bado hajajua vizuri, unajua ni mpare. Baada ule mkutano, Chris akaenda nyumbani, akaanza kutembelea mitandao ya kijamii ya wale wapenzi wawili. Lengo ni kutafuta viashiria vyovyote ambavyo vinaweza kusababisha ile ndoa kutokuwa salama. Dada mtu anamwambia, mdogo wangu umekuwa uko busy sana, tafuta hata mchumba na wewe. Unakuwaje mtaalamu wa mahusiano wakati mahusiano wewe mwenyewe hauna? Mwamba nakumbukia alikuwa na mtoto amejazia kiuno laini mtindi mashallah, afu kiblaki fulani hivi, mtoto anang'aa, yani ngozi imeshamiri hiyo. Mwamba akaona sio mbaya, akasema huo mng'ao kwenye sura, kwenye kifua hapo, nataka niuone unakwenda huko chini mpaka wapi. Akapiga goti moja, amebeba mama, nataka nikuvishe pete. Mtindi umeshanua kama kipepeo cha vuli. Bro, ushachelewa mzee, watu wachaanza kujivunia huko. Chris akaanza kupiga kope mzee. Anashangaa, anambia au unanitania? Anakwambia hamna, sikutanii. Wewe umechelewa, wenzako anapenda vitu faster. Dunia leo namzawadia anayekupatia. Hata sijui kwa nini kwa nakaa na wewe. Yaani mwanaume upo tu aueleweki. Kazi kufuga mandevu tu. Chris yaamini mshauri wa mapenzi anapewa maneno makali. Hiyo ilikuwa ni kumbukumbu ya mwamba, anakumbuka roho inamuuma. Baada ya pale, Mark akampeleka Isabella kwa mtaalamu wa mapenzi, Chris alichokifanya ni kumwambia Mark, nipishe niongee na bibi mdada kwanza, afu baadaye itakuja zamu yako. Ilipofika zamu ya Mark, akaanza kuelezea kwamba mwanamke anamnyanyasa. Akawa analia mbele daktari kwamba hilo tukio limemharibu kisaikolojia. Ila punde tu baada ya kutoka kwa daktari, mwamba akaanza yake. Hii ilimpelekea Isabella kuona bora atembee kwa miguu kutoka kwa daktari mpaka nyumbani. Mark hakujali, akachukua gari moto, anampita mke wake bwana, ajali kama atafikaje wala nini. Ila upande wa tatu, daktari ndo alikuwa anatoka kazini. Muda huo akaona isiwe mbaya, ngoja nipitie supermarket bwana, nikapitie baadhi ya vitu vya nyumbani. Anafika hapa kutana na mama yule mtoto wa kike aliyemkataa bwana. Bila kupoteza muda, mrembo anamtukana kwamba yani wewe maisha yako ni ya ovyo. Alafu hiyo chuma nyeusi inajikataa. Tunarudi upande wa tatu, Isabella bwana kwenda nyumbani kwa zake ba. Mhudumu akawa anamhudumia, akawa anapiga shoti zake pale 2-3, anaweka akili sawa. Basi bwana kwa pembeni tu hapo Mark naye yuko anapiga vitu vyake. Na hii ni baada ya kukutana kile cheusi kikampiga maneno, mwanga akaingia misi. Kaona ni bora aje tulize kuna banana 2-3 nini au kijogo. Oya bwana, kumbe yuko nyuma tu ya mchumba hapo. Sasa ndo bibi
akawa anatoka pale. Si akamparamia kama vile anataka kumkumbatia. Acha mwamba amshikilie. Muda huo mchumba yuko maji, ni haelewi kitu mzee, yani ni haelewi. Mtoto anamwambia unataka nini? Mbona nikumbatia Anamwambia wewe kijana una heshima, haujafunzwa huko uchagani. Ndio mama ajielewa kama ndo yule daktari wake. Si vitu viko kichwani vimempanda mzee. Akawa anajieleza. Mwamba akasema huyu hapa yuko sawa. Hebu kuja nimchukue mtoto nimpeleke. Ndio kuna hao manyang'ao, yani walikuwa wanamvizia mtoto akitoka wamkamate wakampige miti mzee. Si mtoto ajielewi. Hawa ndio wale wanakaga baa wanasubiria tu akiona mdada amelala, yani amechoka, wanamfuata wanaanza kumchombeza nini. Mama na mama akikaa kwenye maengo mzee wanaenda wanabamiza. Sasa kama ulikuwa unadhani unatania, hebu cheki wanavomchora mwamba. Wanajua huyu mwamba kaishajivunia mzee, kaishajivunia. Waga kuna yale mahindi ya barabarani mzee, yani ile unajivunia tu. Yani ukiwa unapita kwa road hivi chap unachuma fast hapo unakimbia. Sasa ndio watu wanajua kwamba mwamba kajishindia mzee. Si wakatoka nje ya baa, mrembo anafuata mwamba, anamwambia mimi sina sehemu ya kwenda kulala leo usiku, yani mimi na wewe mpaka nyumbani kwako. Mwamba akawa anashangaa huyu mama na mama tena anataka nini? Mwamba akaona siwe mzembe, akajishindia ushindi, akamchukua la mama akamweka kwenye gari, akamwambia tulia hapo sasa. Moja kwa moja akajibebea ushindi wake mzee, akaupeleka chumbani mzee. Yani ndio ushindi wenyewe huo. Ila kumbuka huyu mwamba ana tabia nzuri. Sio kwamba eti anataka eti aje hapo, amna. Akamwambia tu mama na mama wewe lala hapa, afu kesho asubuhi nakupeleka wapi? Nakupeleka nyumbani kwako, yani kama ulivyo, yani sikugusi. Sasa sikafika saa 6 usiku, mwamba akasema ngoja nimletee mama na mama maji, hata koli sio limekauka sana. Sasa akampelekea maji mzee baba. Muda huko nyumbani Maki anamwambia rafiki yake ambaye tumekaa kwenye gari, macho yangu mimi sijaamini. Mama na mama akaruka kutoka kwenye gari akaenda akakimbia. Asacha langu mama na mama ukaje kwenye gari afu unamwacha. Yani ilikuwa ni faster mzee. Sijata Maki tu hivi ameshatoka kwenye gari amekimbia. Muda Maki anaelezea kule mama baba zimeshampanda. Anataka mchombeze mwamba, akamvuta kwanza. Si unajua kuna zile pombe ukinywa zinashuka huku chini. Sasa ndo mama na mama alikuwa amekunywa hizo zimemshuka mwanangu. Mwamba akapeleka moto mzee, akapeleka moto usiku kucha, ndo akawa amelala hapo. Solving kuna mchumba mwingine pale anaingia magetoni. Sasa hapo anashangaa mwamba yuko na kumbona yuko na pisikali hivi. Kwanza mcheki huo mtindi mzee, yani wamejazia kifuani hapo. Mosi nyuma ni katapira, yani yana mabumunda. Ngoja nikwambie kitu, huyu hapa dada yake na mwamba. Sasa akawa anashangaa mbona mwamba anaanza kula watu wanomletea kazi, anakula watu. Akaona tu mbona bora ndoke zangu, maana haya mdogo mama anashtuka. Vipi mbona ni maana huyu mwamba mwamba akachanditia miti mzee, hapa nishakongontwa. Basi bwana, kila mmoja ameenjoy. Daktari amekula kitumbo yake laini na mama la mama ameenjoy. Basi usiku kwa umeisha hivyo. Napozema ameenjoy, naomba unisikilize, kwa sababu hakuna mwanamke ambaye hapendi kupelekewa moto, haswa pale ambapo unakuta mume wake ni mkatili tu mzee. Yaani kama ni kibati. Yaani huyu mwamba anapenda kumgonga mke wake. Yaani akifika tu ni makofi. Yaani huyu mwanamke alikuwa ameshachoshwa na tabia ya mwamba. Akabaki anacheka tu, anatikisa kichwa, anamwambia yani huzu kanifanya chochote kile nikakuogopa tena. Unanisikia? Unasemaje mwanamke? Sasa ngoja nikakufuatie kitu. Yaani leo nakunyoosha huko ndani. Yaani hujalala nyumbani hapo unakuja kuniambia ushenzi. Basi baada ya siku chache si bwana wakarudi kwa daktari tena. Mwamba ajui kama daktari alishamkongontea mzee. La mama anaingia nini pale kwa bashasha akijua huyu mwamba shachapa kitumbua hichi. Bila kujua Maki akaanza kuongea uongo eti baada ya ile siku kutoka hapa usiku mzima mke wangu alikuwa na furaha, tulienjoy. Mwamba anamsikiliza tu, anajua huyu mwamba ajui kichotokea nini. Acha na mama naye aseme tulienjoy sana. Mwamba na ningependa siku ya leo baada ya mafunzo tuenjoy tena mimi na mume wangu. Maki akawa anaunga mkono maneno bibie. Bwana mwamba akasema ngoja mimi nitoke niende zangu hata chooni mara moja hapa nikapunguze uzito. Aliposimama tu mwamba akaenda kumcheki kwamba huyu mwamba ameenda punguza uzito kweli, tufungie mlango hapa chap. Sasa si ukumbuke la mama ameshasema kwamba usiku alienjoy, nataka waenjoy tena. Kwa mwamba ameshajiongeza kisaikolojia mzee. Yaani ile amerudi tu, la mama akasogeza kiti pembeni. Mdogo anajongea kwenye upande wa mwamba pale, anakuja kwanza tena. Mtoto si akaanza kuleta mawenge mwanangu pale kwa mwamba, anamwambia bwana mimi usiku nilienjoy sana, nataka na siku ya leo tena faster. Kilisi akaona huu ni msala. Kikutwa na mwamba itakuwaje? Kana mwambie unasikia Isabela tu tukafanyia ofisini, naomba uondoke. Ile Isabela akamwambia sasa nikaondoka Chris. Yaani bora nipige kelele kwamba unataka kunilazimisha. Ni bora nipige kelele kuliko niondoke hivi. Kwani Chris jamani wa shida gani siku ya leo? Mbona siku ile ulikuwa umetulia tu Chris alikuwa anajaribu kukataa, ila la mama mzee anamlazimisha, ni ameshalegea, yani ametulia. Yani anamwambia jamani naomba kidogo tu. Unakimbilia wapi jamani? Rudi hapa basi hata unishike kiuno. Niambie wewe ndio ungekuwa
unamuua Mwamba yani Mark, afu unakuja unakuta mke wako anamshikashika daktari anataka ampelekee moto, ungemfanyeje? Na kama wewe ni mtoto wa kike, tuseme unakuwa na besti yako anafanya kazi hospitalini, afu unakuja unakuta anamchombeza mume wako anataka apigwe miti, ungemfanyeje? Ushoga ungeendelea au ingekuwaje? Chris akupoteza muda mwanangu, akaichapa tena. Kwanza ona la mama alivyokuwa amelegea na iomba, ingekuwa ni mke wako huyu unamfanyeje? Faster kalazimishwa Rita kazaa pale za chap. Bwana nje ya mjengo, ndani ya mjengo tunaona Chris anarudishia na bibi yake anajitengeneza, na maana tayari Chris amefanyeje? Baada ya pale Isabella anamwambia Chris usiwaze, mimi nimeenjoy, yes bye, siku nyingine tutakutana. Anabeba vitu vyake afu faster alipofika nyumbani akakimbilia bafuni mzee kwenda kuoga, afu Mwamba anaingia anamwambia umefanya nini wewe, ngoja nitakuua leo kwa huku Maki. Mzee akaanza kumpigia mke wake, mke wake akasema ngoja nikuguse, afu akamweka vitu akamsukumia kwenye bavu kwa afu sasa akakimbilia kwenye kipochi. Mzee akachukua simu akaanza kupiga. Sasa anampigia nani? Anampigia Mwamba. Sasa kidume bila kupoteza muda ni akapokea, hapo anaanza kusikia mtu hakika anapiga kelele analialia kwamba huyu jamani ananiua huku nyumbani. Anafanyeje? Huyu Mwamba anataka kuniharibia kitu yangu nini? Kwanza ni akabeba saa yake ya gharama, afu speed anatoka anakwenda kumuokoa. Huku rodi bibi anachumba gila mdogo anakimbia. Mwamba anakuja na gari ni ameweka mafuta 100%. Mzee anafika pale anavuta end brake. Mzee na mama anakuja chap anafungua mlango wa gari, mdo amevaga yale manguo ya kulalia sijui mzee ya kuogea hayo. Mwamba moto, nitawafanya kitu mbaya. Mbona kama gari ya daktari huyu sio Jomba alikuwa anahisi kuna mtu anamlia mzigo wake. Sasa alikuwa ajui ni nani, alipogundua ni daktari akasema za ngoja. Asa wako chumbani wanasikia kelele sebleni. Kuna mtu kama vile kitu hakiko sawa. Speed ikabidi wale sebleni. Nini ambacho kinapiga kelele huko chini? Kuna mtu huko mzee kapigwa kabari nzito. Kidume anaingia anakuta Mwamba amekamata dada yake. Nani amemweka kwenye hiyo kabari moja matata mzee. Alafu inacheka na enjoy sana kuona anahangaika hivi. Hebu ngoja kwanza nikaachie, nataka nipigane na mwanaume mwenzangu. Hebu ngoja kwanza nikupashe. Wewe ngoja mke wangu unanikia mke wangu. Baba mkubwa wanivunja taya. Yenyewe hiyo. Ngoja sasa wewe unakula damu. Unaichukulia mke wangu unani. Dokta kaguso ya tumbo karegea chini. Mwamba akamfuata akasema sasa wewe na wewe nakumalizia hapa chini. Mzee baba anamweka mavitu anamweka makombe na wewe ngoja tokea. Isabella akadondokea jicho mzee akazima moto. Dada mtu akatoa jicho hiyo akaanza kupiga ukunga, jamani ameua. Kaja ndio kitu akamweka ngoma ngweng. Mwamba akasema kwa babaki unanipiga na hiki tu mzee baba. Muda huo Maki akawa yuko chari. Sasa wakaanza tufanyeje hapa sasa, tuwapeleke hospitalini wote au tunawafanyeje? Wakaamua wapeleke tu hospital, maana kwa ile hali ambayo walikuwa nayo wangewaacha pale kwenye floor mzee wasingepona, nani wangekata moto. Basi bwana, badala ya pale bwana wakaja wakakaa kikao kimoja kikubwa hicho, marafiki wanakaa pale na mbasa, mwanangu nagongea Mwamba wangu mamake mzee baba ametoa na mahali. Ni chali yangu na nigongea shemeji yangu. Wewe kaka, nani amegongwa? Kwani shemeji wewe? Mimi sijasema kama nimegongwa. Wewe unasema nimegongwa. Wewe una akili timamu kweli wewe Musa? Shemeji, mbona mambo yako wazi? Huyu mjinga amelamba. Mtizame, anaonekana kabisa kafanya makosa. Shemeji, naomba unisikilize. Unataka kusema nini? Umetuzalilisha. Hivi kweli jamani, nani anaweza kamili kwamba umelala chumbani kwa mtu afu hujafanya kitu? Nani shemeji? Shemeji, nani mjinga huyo katika dunia ya leo? Nyamazia hapo Musa, chumbani ukuwepo. Wewe uthibitisho gani kama umefanya kitu jamani Musa? Mbona unakuwa kiherehere? Kweli uthibitisho gani? Hebu tuambie uthibitisho gani Musa? Jamani, wewe ni mwanaume ina gani ambao watunga maneno tu mdomoni kwako afu unasikilizia watu kama mimi? Kweli shemeji, kulazimisheni yani. Muda huo Chris ameungata aongei neno, shemeji amewaka. Hebu niache Musa, unasikiliza mambo mabaya mimi naondoka kabisa. Yani wewe tutakamata, tutapata uthibitisho, tutakukamata. Yani wewe jikute mjanja mwanangu, yani tutakukamata, yani tutakufanya kitu kibaya. Muda hayo yote anaendelea, dada yake na Chris bwana alikuwepo. Huyu naye anajua siri yani ambacho kimetokea. Mwamba huku ameshawaka, sema sawa na uthibitisho. Yani mwanangu, tukikamata wewe, tukikujua ndo wewe, yani wewe tukipata uthibitisho. Yani mzaa mwanangu ni amewaka, kashemeji kaona kanajipitia tena pale kama kamezira fulani ile akataki kusikiliza hata. Baada ya ile tukio Chris bwana siku moja akaja kumtembelea tena mchumba, na kwa mara hii alikuwa amekuja kumwaga kwamba bwana, mimi na wewe hatuwezi kuendelea katika mapenzi, bora niame nchi ya jirani. Hii kitu ilikuwa inamuuma Isabella, amini kwamba Mwamba ndo anaondoka mazima, kwa ina maana tena vile vitu vya makatiko tena atakuwa hapati, yani wanawake bwana, na bado anataka tu kuendelea Mwamba endelee kumkata.
Ila kulingana kitu ambacho kwa kimetokea, Chris akaona sio swala zuri. Na kuna kitu kimoja sijakwambia mpenzi mtazamaji. Baada ya yale mambo yote kutokea, Isabella alienda kupima ujauzito, akajikuta kwamba yuko na ujauzito. Kasheshe kwa inakuja, je, ujauzito ni wa nani? Basi baada ya mwamba tu kutoka kwa Isabella akaanza kumpigia simu. Mwamba chokifanya ni kukata ile simu. Kisha anaamua kufanya maamuzi ya kiume kabisa. Anaamua kumblock bibia ili asiweze kumpata tena. Huku kikabaki kilio na haijulikani, je, mtoto ni wa Mark au mtoto ni wa Chris. Anyways, Chuma leo inaishia hapa. Usisahau kusubscribe na kugonga like kama umefika mpaka hapa. Asanteni sana and